Shikamoo mama. Marhaba. Nitaka kuja huko mwanangu chumbani. Tunafanyaje? Mami naona ni bora niende hospitali mapema kabla mtu yote hajafika kule. Naweza nikamwona mama. Sawa kabisa, mimi mwenyewe nilikuwa na wazo hilo. Sawa mama. Basi sawa mwanangu, nenda. Nakuombea. Amen. Sawa. Mambo yatakaa sawa. Amen. Haya. Nakuja. Oli. Karibu. Vipi kwema? Ndugu yangu. Sio salama sana ndugu yangu. Yaani nataka kugongea. Sasa nikaona ni usiku sana, nikaona nikuache. Ni sawa, kwa nini? Ni kuhusu Frank ndugu yangu. Frank amefanya nini? Bili. Jana kwa balaa. Tena balaa sana. Jana Frank bana amerudi amelewa. Na anaonesha kabisa alikuwa amekasirika sana. Kwa mimi akaniita. Tukaingia zetu ndani. Kaingia ndani, akachukua nguo zake na kila kitu chake muhimu, akaniambia nimsaidie, nikamsaidia. Akaondoka. Ameondoka? Kaondoka. Karibu. Ana. Umeongea na Frank? Hapana. Kwa nini? Yaani amenitumia message kali mpaka naogopa. Yeye yuko wapi? Hayupo. Message imejaa vitisho kabisa. Mama, vitisho? Unamaanisha nini? Atakuwa ameumia sana. Ametuchukia sana baada ya kujua kwamba Tony amesaini mkataba. Kiangu. Kumekucha, uende hospitali? Niliongea na Davis. Yapite saizi asubuhi. Mimi nitaenda baadaye. Maana niliongea na daktari akasema leo asubuhi hamna mtu ataruhusiwa kumuona mgonjwa. Nikasema mimi nitapumzika tu, yaende saizi. Hapo sawa. Mimi nilijua umejisahau maskini. Nawezaje mume wangu? Hata usingizi wenyewe napata kwa shida na mawazo saa zote. Kweli. Nakuelewa. ICU si eneo la mchezo. Yaani mtu huwezi ukawa na amani na kupata usingizi kama mtu yuko ICU. Pole sana. Asante mume wangu. Na asante sana kwa kujali, umanifariji. Usijali. Pumzika basi. Haya. Mkubwa. Frank ameondoka na hasira sana. Yaani ndugu yangu, yaani tena wewe ndo anakuchukia vibaya sasa nakwambia. Anakuchukia. Frank anaondoka, anaongea na mimi huko anatoa machozi. Yaani Frank unemjua mimi anaongea na mimi huko machozi anamtoka analia Frank. Ni swala Tony, mimi nimeshajua. Amekasirika yule. Amekasirika sana. Yaani anavyosema kwamba nyinyi hamjamthamini yeye. Mmeenda kumthamini Tony. Mmeenda kwenye kampuni yenu. Akakasirika sana bwana Frank. Mkubwa. Juma, lakini alikuwa hajui kama Tony amesaini mkataba. Bili anajua, tena anajua vizuri kabisa. Ila sijui alimwambia nani. Ila ndugu yangu, hilo jambo limemuumiza. Anaumia na ana kisasi kikali. Ana kisasi kikali. Kisasi? Tena sio kidogo. Kile kisasi kikali, yani kile kabisa, kile cha nilio cha Jumong. Yani Frank analia, mkubwa anatoa machozi. Anaogopa mkubwa sana. Ni nani atakuwa amemwambia kwamba Tony amesha sign? Mbona alikuwa hajui chochote? Anajua kila kitu. Na amechukia mno. Mpaka anatuma message ya vitisho. Mama, Frank, unamjua mahasira yake. Atarudi tu atakuwa sawa. Ana this time amechukia so much, amesema kama tunataka kumuona tena Tony asikanyage kwenye nchi wala asifanye kazi na Prof. That's how mad he is. Mama, usijali. Lazima Frank kuna vitu alikuwa anavifuatilia. Alikuwa anavitaka. Na sasa kaona upenyo wa kuvipata hana.
Ndio maana yuko jinsi alivyo. Hivi seriously Anna, Tony ana umuhimu zaidi kuliko Frank kwenye taasisi? Yep. Yaani hiyo nakwambia ukweli kabisa mama. Umuhimu anao zaidi ya Frank. Mama Be. Kijana wako hapo unaponiona, mimi nahisi kuchanganyikiwa. Yaani hapa kichwa kinaenda hivyo, mazenzo. Kivipi tena? Ana. Ana. Siku ya jana Ana kanisumbua sana mama. Na kanieleza vitu vingi mno. Na katika hivyo vitu vingi ambavyo amenieleza, nikwambie tu, ndani yake hapo amelia sana. Kalia mno, nakwambia. Mara mimi nataka kumwacha, mara sijui watu wamwachilie na mkosi. Yaani unajua ilifika hapo mpaka nikawa naogopa. Yaani niliogopa sana kwa maana ya sana. Sasa kwani aongee vitu vizito namna hiyo? Yaani mimi mama nataka ukweli sielewi, yani kanichanganya sana. Juma, Yochoki Frank ana muda mrefu sana. Hata kabla tujajua kama Tony anaingia kwenye taasisi yetu. Mimi cha kukwambia tu ndugu yangu Bili, kwa sababu ndio tajiri yangu ndio rafiki yangu. Kuwa makini sana ndugu yangu. Yule Frank yani anaonesha tena kukuchukia zaidi wewe. Bora wengine lakini wewe Frank anakuchukia. Mimi lazima nichukie kwa sababu mimi sijawahi kupenda anachokifanya. Na wala sijawahi kuwa upande wake kwa namna yote ile. Lakini huyu Frank mbona ana hasira sana yule? Yaani unajue ni kama hamjazaliwa kwenye familia moja. Yaani ana shida gani yule kaka? Juma, ogopa sana kitu tamaa. Na yule jamaa tamaa itamponza. Kweli. Wacha nijiandae nikaongea na baba. Sawa basi mkubwa. Kwa hiyo mkubwa. Nini? Usiniokote kidogo. Kwa chuma sawa. Mnamwamini vipi huyo Tony? Well, Tony hatujui, yeah? Lakini pia hajui chimbuko la mambo yote haya yanaendelea nyuma ya pazia. Na ndio maana baba ameamua kumwamini kabisa yeye. Are you sure Anna? Kwa sababu kama mtu anaweza kumsaliti rafiki yake kwenye mapenzi, how do you know hawezi kuwasaliti kwenye kampuni hiyo? Come on mother. Love, it's love. Watu wanasalitiana, watu they do crazy stuff. Lakini ikija swala la kazi, kazi inabaki kuwa kazi. Na isitoshe Tony, he's smart na anajua anachokifanya. Na kitu kingine kama ulikuwa ujui, Tony na Maria wameanza mahusiano, wamejuana kipindi hicho. Frank hata amjui Maria. You know what Anna? Frank sio mtu mzuri. Ni binafsi mno. Anaweza kufanya kitu chochote kile at any time. That's my biggest fear. Mama najua. Na kinachomwangusha yule kakaangu ni tamaa ya mali. Na baba analijua hilo. Ndio maana kamweka kwenye huu mtihani. Kuna kitu anamfundisha. Kwa mama usiwe na wasiwasi. Frank huko aliko yakimshinda, maisha yakishamchachia, atarudi nyumbani, njia anaijua. Ma, naomba kuongea na wewe mara moja kuhusu mambo yangu mwenyewe. Nini tena? Please. Have a seat. Please. Yeye anavyosema kuna ndoto kaziota. Ndoto ambazo mwenyewe anasema akiziota mahusiano yake lazima yavunjike. Sasa jamani, hebu tuongeeni ukweli. Mimi hapo nahusikaje? Sina ninachokijua chochote mama. Mahusiano baba yana mambo mengi sana. Hata sijui mimi niseme nini yani, sijui. Yaani amelia. Kanisumbua. Namwacha. Unaniacha. Mimi nakuachaje? Ilipofika hatua nimemchukua nikamfikisha hadi kwao. Papa. Nikasema Mungu nashukuru. Kwa sababu kaniogopesha vya kutosha. Sasa hivi uko alipo hata sijui kamkaje kiukweli. Jamcheki asubuhi? Nimcheke na mbele ameota mimi namvunja kichwa. Sasa hapana. Yaani nimeogopa yani hapana. Kiukweli naogopa yani. Hapana. Yalotokea jana yale yaani unajua alitoa mood. Kwa hiyo ni sio muongo. Bado ninauoga.
unalala mpaka saa hizi kweli wakati unajua kabisa Eva hayupo? Una aibu. Kwa nini lakini? Sasa mama, ndio uamshaji gani huu? Ukiniua hapa kufa. Kwani kuna mtu ambaye anakufa kabla siku zake hazijafika? Siku zako zitakuwa zimefika dada Sawa? Alafu hata ukifa una faida gani kwanza? Eti alafu mwanamke. Yaani wewe mwanamke kweli wewe? Haya, hebu niambie. Frank kakwaga anaenda wapi? Baba, Frank ameondoka. Najua. Unajua? Kabisa. Alikuja chumbani kwangu akagonga sana mlangoni. Na alisema maneno mengi sana akiwa na hasira na alikuwa amelewa. Sijui hata Frank anataka nini. Tena tumemwahi. Kwa maneno aliyokuwa anaongea, alikuwa anatarajia makubwa sana kutoka kwangu. Ameyakosa. Sasa baba, msubiri atulie. Akitulia, mtafute muda mkae, muongee kirefu. Yaani naona kuna vitu viko sawa. Umeelewa? Hiyo msemeni sikupinge, ni kweli kabisa. Right. Vipi? Unajua ushaenda hospitali? Nilikuwa niende asubuhi hii, lakini nikampigia simu daktari. Akasema hata nikienda asubuhi siwezi kumuona. So nimeamua tu niende mchana. Okay. Basi tutaenda wote mchana. Ya, sawa, hiyo ni sawa. Unasemaje? Abe. Vipi chai? Sasa hivi naweka mezani. Sawa. Sasa Davis, hebu tuzungumze mambo mengine hapa wakati mama Semeni atuandalie chai. Tutete. mama, nataka tuzungumze hili swala kwa utulivu sana. Kila kitu utaongea na babako. Mimi sina cha kukujibu. Mama, hilo swala la wewe na baba nimewachia tu wenyewe. Yaani siku mtakapojisikia kusema mtasema. Ninachotaka tuzungumze ni kuhusu mimi. Wewe umefanya nini tena? Umefanya nini? Mama, inawezekana ni kweli mimi Ana nina mkosi, si ndio? Ma, nataka kujua nina nini mimi, yani nina nini? Nataka majibu. Ukiwa unamaanisha nini? Namaanisha kila kitu changu mimi hakiendi. Yaani kila ninachokifanya, kila ninachogusa hakiendi. Lakini hasa linapokuja swala la mapenzi, mama. Ma, come on. Nina nini mimi? Nataka kujua. Nahitaji majibu. Baba, unajua Frank anaweza kuleta kisasi ndani. Ajaribu aone. Kumpoteza mmoja sio ni shida kwa wako wengine. Baba, hata yeye anaweza kunipoteza mimi akipata nafasi. Unajua hilo? Baba, mimi nadhani hasira tu. Hatuwezi kufika mbali kote huko. Bill, haujui vitu vingi sana. Mpaka nimeamua mimi kujitengeza kipofu, nafikiri ni bure. Nimemtaja tu huyo Frank kwa sababu ni mtu mwenye kiu ya kuwa kama mimi. Tena ni kwa muda mrefu. Ila na mimi kumpoteza haishindikani kabisa. Shida Franki, tamaa zimezidi utu. Frank anataka utajiri wa haraka bila kufanya kazi. Haiwezekani. Mama, kiukweli mimi sijui chochote kuhusu Frank. Naira, unajua
Yaani ninajua unajua na uhakika 100%. Tena unajua mpango wake mzima. Mama, mimi basi niamini. Mimi sina ninachokijua kuhusu Frankie. Yaani wewe hapa saizi ndio unanipa taarifa kwamba Frankie ameondoka. Sijui chochote. Na ila hatari inazidi. Yaani ni bora tu niambie ukweli. Kwa sababu unajua Frankie kaondoka akiwa na mpango gani? Alichokuambia ni bora uniambie. Na mimi nitakuwa msiri kabisa. Yaani wala hutasikia mahali popote. Kwa sababu namjua vizuri sana Frankie. Lazima atakuwa kuna jambo kapanga kufanya. Mama, mimi sina ninachokijua, lakini mbona unielewi? Mgonjwa wako kwa ICU. Kwa sasa haruhusiwi mtu kwenda kumuona. Ila kuna majina mawili yameandikwa. Wataruhusiwa baadaye kwenda kumuona. Hawezi kuruhusiwa kwenda kwa sasa. Na samahani, Nesi, umejaribu kuulizia hali yake ikoje sasa hivi, anaendeleaje? Au labda umemuona? Yaani kwa hizo taarifa sahihi, nenda kwa daktari yake, umuulize. Mimi siwezi kujibu chochote hapo na siwezi kujua chochote. Kwa hivyo. Asema nyinyi enzi zenu nyile ni sawa. Wewe? Pepe. Unaenda hospitali? Niliongea na daktari asubuhi, akaniambia ningeenda asubuhi nisingemuona mgonjwa. So nimepanga tutaenda tu mchana. Pita tu. Simu sasa hapa naitoa juu. Sawa. Hapa sitaona, hapa safi. Hapo safi. Tuguseguse tu hapo. Ya tunapita. Twende action. Devi hapo. Action. Mimi niliona niitikie wito. Tuje tuyazungumze, tuyajenge. Naamini kuwa hakuna kitu kitakachokuwa kimeharibika. Maana uitwapo shikamana. Sasa mengi tumeshazungumza kwenye simu mimi na wewe. Lakini kwa ufupi nini hasa kingine kimezidi bali na yale ambayo tumeshazungumza? Twende brother kusagusa na yeye hapo tumuone. Mimi kiukweli nafurahia uwepo wako, lakini pia wewe ni mtu wa karibu ambaye nikikuhitaji kwenye jambo langu huwa anapenda kunisaidia kwa mambo kadha wa kadha. Mimi na mke wangu tuko sawa, tunagombana, lakini pia sijui shida ni nini. Labda kwa sababu mimi namsomesha ndo ameamua kunifanyia vitu kwa hivyo, lakini yote ni kwa sababu ya mimi fikra zangu. Babaji mwaje hapo? Sawa. Basi ndio hivyo, tumeshajenga, tumeshazungumza, lakini hakimu mzuri wa haki hupenda kusikiliza baina zote mbili ili kuijua batili na kuijua haki mahali. Twende action. Awali ya yote kabisa mjomba, ningelichukua nafasi hii kwanza kukwambia pole na samahani kwa kinachojiri ama haya yanayoendelea. Nafikiri haikupaswa kuwa hivi. Haki na amani ndio husababisha tunda la utulivu mahali popote pale. Sasa kama kuna hii mivutano, hiyo nayo ni shida. Kwa hiyo niseme hapa wazi ya kwamba mioyo yenu inatapatapa. Huyu nataka nimshinde mwenzangu na huyu inataka nimshinde mwenzangu. Mjomba, kuna msemo mmoja wa sisi Waswahili tunaosema. Maana ya kusema sisi bimaana na wewe humo.
Na Mswahili si lazima atoke pwani, yaani ukanda wa pwani. Mswahili ni Mtanzania yoyote, sisi ni Waswahili, kwa sababu kwanza Uswahili kwa maana lugha yetu ni Kiswahili. Sasa tuna msemo tunasema mambo ya nyumba ni kunga makuti, sasa kuungaunga. Kwa nini mambo ya nyumba kunga makuti kuungaunga? Ni kwa minajili ya kwamba usione watu wametoka mnaka uwezo, mpanda gari pamoja, mke na mume, unamwacha mzio kwenye shughuli zake, unaenda huko nyingine kwenye shughuli zako na wewe, au mmetoka huko na sokoni, wewe umetoka huko kwenye marafiki, kwenye shughuli za mihangaiko hivi na hivi. Ukafikiri watu hao, mjomba, kwamba labda wanayo amani ya kweli. Huenda na hao unaowaona wako katika msafara mmoja kila wakati, na labda wanalionyesha penzi machoni pa watu wengine shata, lakini kumbe wana shida kuu ndani kwao. Lakini ni vile tu wakiwa nje wanayahifadhi yale ya kwao yanayowasimu ndani. Ndio maana huo msemo mambo ya nyumba kunga makuti kunga. Sasa kwa kusema hivyo na mashtaka umenipatia hapa, mimi nichelee kusema kwamba mimi sasa ni hakimu na ni mjomba. Sasa aliye wangu ndiye mwenye mivutano na wewe. Sasa ili kuwa hakimu mzuri wa haki, basi niseme hivi, nimekusikiliza, lakini ningeomba nisitoe majibu, unipe wasaa sasa niongee na mkwa wangu nako nikasikia, na mimi nitasimama katikati ya haki tu. Iliyo haki tutaibaini kwa hii ndio haki, na iliyo batili tutasema hapa ni batili. Mimi nashukuru mjomba, cha msingi ninachokiomba uzungumze naye mke wangu, kwa sababu inabidi atambue kwamba ni maisha. Kama ni maisha, hakuna kitu kizuri kama kuwa na maelewano kama mmeamua kuishi wote pamoja. Amekuwa amebadilika tangia aanze kwenda shule. Shule nimempeleka mwenyewe na tabu ananipa mwenyewe kuniongelea Kiingereza ambavyo mimi mwenyewe ndo nilitaka avijue. Kwa hiyo zungumza naye basi mke wangu, ili mali tupate kuelewana. Maisha hayapo hivyo. Haya, nimekusikia, lakini majibu yangu ni yale yale, kwamba nimesikia upande mmoja na sasa nawajibika. Elia, nimalize kushoti kwa sababu hapa namsumbua ndugu yako Haji huyo hapa bwana. Ndugu yetu Mario. Vipi? Kwa basi jaribu kuzungumza. Ngoja nikukiu hapo. Nipe. Jaribu basi kuzungumza na mke wangu tupate kuyamaliza haya maswala. Mimi sipendi anavyonifanyia. Nani hapo? Wewe hapo. Okay. Twende action. Basi mimi ninachoomba kwako, ninaomba ujaribu kuzungumza na mke wangu ili tuweze kumaliza haya maswala, kwa sababu mimi binafsi sipendezi naye. Sawa, lakini majibu yangu yatabaki kama nilivyojieleza, yako vile vile. Hakimu mzuri wa haki husikiza pande zote mbili, halafu yeye anasimama katikati ya mstari katika kuchuja, ili kuibaini iliyo haki na kubaini iliyo batili. Sasa kwa kuwa mwenzako yupo, naomba ni wasaa kidogo naye nikazungumze naye. Sawa. Hakuna tatizo. Umeliafiki hilo? Ndio. Asante sana. Sisi wanaume vitu vingine tuwachukulie hivyo. Katika maandiko mengi matakatifu, vitabu mbalimbali vinasema hawa ndio hawa ndio hao, hawa ndio hao wa hawa hawana maarifa, hawa mwachukulie jinsi walivyo. Mungu akasema nimewaumba hao wenzenu wakiwa na udhaifu. Kwa hiyo pengine kuna mahali kuna udhaifu, lakini kwa kuwa ni msikivu tutalizungumza, anaweza akarekebishika. Sawa. Asante. Ngoja nimsikilize. Sawa. Kwanza niseme pole kwa yanayoendelea. Inasikitisha, inaumiza. Mimi ni mwanamume mwenzio, yaani nakuelewa kwa urahisi sana katika kilio chako unachokieleza.
Kwa hivyo kwa kuwa nimekuja hapa kuwasikiliza, wacha niendelee kusikiliza. Nashukuru sana. Mimi lengo langu mpaka kuomba msaada kwako. Pole kubwa hiyo. Hiyo kubwa. Mimi lengo langu la kukuita hapa, kwanza kabisa natambua kabisa mchango wako ni mkubwa sana kwangu, lakini lengo kuu la kukuita hapa ni kuhitaji msaada kutoka kwako, kwa sababu mimi na mke wangu tuna ugomvi mkubwa sana ambao hauishi. Nafikiri unalitambua hilo, lakini tumefikia pabaya. Sasa sijui kosa langu ni nini, labda kumsomesha, kwa sababu najinyima ili yeye asome kufurahisha moyo wake, lakini pia kufurahisha haja ya moyo wake zaidi. Mke wangu ana nafasi kubwa sana kwangu, lakini nafasi kubwa ambayo ipo kwangu sio ya ugomvi. Mimi naye kila siku tunakuwa tunagombana, ndio maana nikasema nikuite ili uweze kunisaidia, japo uzungumze naye, labda wewe atakuelewa kwa sababu ni mjomba wake. Kwa hiyo ndio nafasi kubwa ambayo nimejaribu kukuomba wewe unisaidia. Mimi nimekuelewa, na sisi Waswahili kuna msemo tunasema kuwa mambo ya nyumba kuunga makuti kuunga. Na nachelea kusema wengi mabarabarani utawaona wameingia supermarket wameongozana kama kumbi bibi na bwana, mke na mume, lakini kumbe nyumbani wana kwaro nyingi sana, isipokuwa wanapokuja kwenye hadhara taani, kwenye watu wengi wanaficha yale yaliyo yao. Sasa nimekusikia, nimekuelewa, lakini hakimu mzuri wa haki usikiliza upande zote mbili. Alafu mimi sasa, ingawa huyu ni mkwa wangu, ni mwanangu, mimi ni mjomba ni mama, ingawa mimi ndio wake. Kwa nitasimama katikati ya mstari baada ya kusikia na maelezo ya mwenza wako. Wewe umenieleza, usikie, lakini niombe nafasi ndogo ya kuzungumza naye ili nipate kusikia kutoka upande wake. Sawa. Hakuna tatizo. Ulimpa mkono hivi baje? Sawa basi. Acha nizungumze naye kidogo. Nashukuru. Haya, sawa.